kama kuna mtu mwenye saizi tunafaa kuombea Moso, if you are from western part of Kenya, Moso the Luos tunafaa kuombea none other than Raphael Tuju. Raphael Tuju, his condition in a get worse, na ukweli ne the way nilimwona asubuhi, the way nimekuwa nikiona hata hizo videos zake za surface online, jamaa amewekewa oxygen, his condition inaongeza kwa worse, serikali pia inapiga ngumu, the pressure, you just know how the diseases that comes with old age. The guy is seriously struggling and fighting, battling for his own life. I think that kama kuna mtu tunafaa kuombea na as a country and as a community is none other than Raphael Tuju. Mbona tunafaa kumwombea? Cause niliona some conspiracy, niliona some people are trying to paint William Samoei Ruto as the person behind all this problem that none other than Raphael Tuju is facing, forgetting that number one, the problem of Raphael Tuju haikuwa na serikali. Haikuwa na serikali. Maybe mtu mwenye alikuwa anajaribu kuiweka na serikali ni akina Uhuru Muigai Kenyatta, ni akina Rigathi Gachagua, because I can remember Rigathi Gachagua is the guy who said that William Samoei Ruto is the guy behind abduction of none other than Raphael Tuju. And the food of thought is here. Wewe na mimi, the logic in this thing is ni kuuliza, do you think that William Samoei Ruto ange abduct Raphael Tuju? Na hii time yana abduct Raphael Tuju ako Nyanza, and you always know the wrath, the pain that people of Nyanza wanakuwa nayo. Moso kama the leaders wamekuwa abducted ama wanakuwa insulted na mtu yote. Unajua hata juzi wameenda kudanganya Tuju, wameenda kuhangaisha Tuju, wanaenda kumwambia Tuju enda jifiche kwa bedroom yako, alafu enda sema ati umekuwa abducted. Just imagine. Tuju needs honest friends. Tuju needs honest advice. Asaidiwe. He doesn't need scavengers who are trying to scavenge about the misfortune of a citizen. Wale watu wanatafuta maarufu kwa shida ya Mkenya mwenzao. We want Tuju apatiwe advice so that he can be helped, mali yake iokolewe na yeye asonge mbele. Lakini hahitaji wale matapeli wakora wanaenda kumsumbua mtu, mpaka hata wameenda kuleta jina ya Uhuru Kenyatta wameingiza kwa hiyo matope yao. Hawa watu ni bure ama si bure? Ni bure ama si bure? Waende ama si wasiende? Waende Do you think William Samoei Ruto angeriski kitu? Let's just be logical, because we are not here to speak rumors ama kuongea kitu yote. I think that because of politics, hata kama alikuwa naifanya to achieve which objective, because unajua politics, nothing in politics always happen out of a mere coincidence, and in politics everything that always happen is always well planned, well orchestrated, scripted to achieve certain political objectives. So tell me, with William Samoei Ruto abducting Raphael Tuju, which political objective was this one going to help none other than President William Samoei Ruto with? Kama si kumharibia, ili kwa kumshikia double, and kama kuna risk in William Samoei Ruto ange make ni abducting Raphael Tuju, the same thing yenye anakuwa accused of the most of these bloggers, si jamaa angefanya hiyo kitu. So angemabduct mbona? So secondly, you see with Raphael Tuju again kujificha venye alisema himself that alienda hapo kujificha. You see hiki kitu left cause a lot of political tension in this country. Now I just imagine if by any chance Luos still had ideological difference na President William Samoei Ruto, si nchi ingechomeka. Being followed, because it's easy to know when you're being followed. You drive, you slow down, they slow down, you overtake, they try to overtake. And after that incident, of course, I reported to Karen police station, and the reference OB was on Friday is 21/03/2026. Kila mtu angekuwa anauliza where is Raphael Tuju, where is you what Tuju ameenda wapi, mtu tupatie mtoto wetu, na saa hizo amejificha. You see, if by any chance huyu jamaa angejificha, watajaribu kuweka kama mtu ni abducted, people are not seeing this thing as a common thing. Hii abduction itakuwa inaonekana ni kama watu wanaanza kujiabduct peke yao na kujikidnap, na maybe one day a politician anaweza kuwa abducted real
then iende tu hivyo ati jamaa amejabduct, then all of a sudden tupate kama is unalived somewhere, which to me I think that Raphael Tuju, that was among the worst political moves. If by any chance hiyo kitu ilikuwa planned, hiyo ilikuwa ni you guys should know how to play your card. Sasa ona with the pressure yenye uliweka huko police station, sasa your condition inaongeza kuwa worse. Na masibu zingine ni za kujitakia. Some problems you guys are just creating them for yourself, because just tell me kama huyu jamaa angekaa tu chini polepole kwa nyumba yake, then vinasema alikuwa anafuatwa au watu wamfuate, maybe walikuwa ni DCI wamshiki, after kumshika wafanye hiyo kitu anataka kumfanya. Kwa hiyo sasa amejificha, then all of a sudden akashikwa. Sasa real, sasa ile kushikwa real, akalala police station, blood pressure yake, because you understand hizo gonjwa yenye inakuja nayo, ndio hiyo asi kamgonga. Sasa hizi jamaa kwa ICU na mapipes, life support machine. Because I'm seeing some terrifying images and videos online here showing the state that Raphael Tuju is at the moment, just because of his own selfish desires. Bro, stranger si place yenye police station si place yenye ya kukula mkati na soda na kaa hapo na kula. People suffer inside those police trails. Also, you see, with the main problem again that came with this mambo ya au watu kufanya ati kusema ati jamaa ako abducted according to Kalonzo Musyoka statement, kuna another big problem yenye kitu ilitoka nayo, because the bank yenye jamaa alikuwa na the clients wenye wako na dini yao, so those billions of money, watu pia walipanic, wanasema ati so which means that kama nisizilipa hii pesa, these people can send some goons to abduct me. Bro, you see, kuna some political mistakes in hata tukimake, tukisema ndo kweli wa Kenya, na as low as people who are believed to be intellectual, because regard their chaga most of this time, and we tell people who are bright, man, tunafaa kuepuka vitu kama hizo. Man, tusemezane tu kweli, let's just speak some logics. Hiyo ni mbaya man. Next time bwana, kama if by any chance you're a leader na unataka kujiabduct, kindly know that when you are abducting yourself, is abduction hawataziona ni kama ni serious things. I've seen several people also during this abduction wamejaribu kuja na some conspiracy to explain to you how Albert Ojwang what you see, with the way case of Albert Ojwang, sasa tena mnaileta, you are raising, yani mnakaa mnadunga shindano kwa wound yenye haijapona. I think that kama hiyo ilikuwa ni some political move, then hapo mlijishikia handball. And next time any politician who wants to do so, ati anajificha sijui ameona ni kama na photo na Land Cruiser White, a script that does not even, kama ni Cleopas Malala anaandika hiyo tena this time, then mnafaa kubadilisha script writer, because mimi basically hiyo shit singeweza kubai, na nimeona ilikuwa the risky political move that politician of caliber of none other than Raphael Tuju angefanya during this time, this pale tuko na a lot of abduction, people are being unalived, kuna some mass graves zinakuwa discovered pale Kericho. Ilikuwa among the worst things zenye anaweza fanya, na sisi watu kama sisi we are finding it very difficult again to trust politician mwenye atakuwa anasema ati he or she is abducted at last. I was your host Silas. Till next video. Bye bye.